Wengine wetu tumekaa siasani miaka mingi. Na tunaona kuna viongozi wengine ndani ya Kenya Kwanza. Kazi yao kila siku ni maumau. Na kulimuuliza mtu wewe ni maumau ya saa ngapi? Una miaka mingapi ndio wewe utuambie mambo ya maumau? Chama cha Jubilee lazima tukiamushe. Kwa nini tunakiamusha? Ni chama ambacho kilikuwa kimeunda serikali na tukajua ya kwamba kilizabadilika, yani kilizabaratika kwa sababu ya watu wachache waliopewa wa mwongozo pandi, wengine pesa, wakanunuliwa, wakaua chama chao. Nataka kusema chama cha Jubilee hakijakufa. Chama cha Jubilee kiko macho, kiko uhai, na tunajua na tuna imani. Na waandishi wa habari mtakuja kujua kama ni ukweli au si ukweli. Ni chama gani kitakachokuwa chama chenye nguvu kuliko hata Kenya Kwanza? Ni chama gani kitakuwa na nguvu? I'm telling you and take it from me. Chama cha Jubilee kitakuwa chama chenye watu. Na kina watu na watu wamekubali kukaa ndani ya chama cha Jubilee. Lakini tunavyosema ni kwamba kwa sababu kiongozi wetu ametuita, sisi hatuendi huko vita. Wale ambao wanapewa pesa hapa waje huko na mawe na vita na nini, hatuendi huko vita. Tunajua kuna serikali ambao ukiwa unaenda mkutano shati ikulinde kwa sababu ni mwana Kenya. Hata si ni wana Kenya, wana Jubilee, na lazima tulindwe na serikali, tuende tufanye mambo yetu huko, lakini si mambo ya vita. Jambo lingine ambalo mimi nataka kulisema juu ya hii mambo yote ya siasa ambayo tunaona. Wengine wetu tumekaa siasani miaka mingi. Na tunaona kuna viongozi wengine ndani ya Kenya Kwanza. Kazi yao kila siku ni maumau. Na kulimuuliza mtu wewe ni maumau ya saa ngapi? Una miaka mingapi ndio wewe utuambie mambo ya maumau? Sisi tulikaa ndani ya vyama kutoka KANU, tumekuja tuko Jubilee sasa, na tunajua maumau ilikuwa nini. Na tunajua watu walipata nini baada ya maumau, vita vya maumau. Tulipata uhuru. Lakini kuja kuzoza watu wengine, unasaidia kuingilia mambo ya watu, unasaidia kutema mambo ya mashamba. Ndugu yangu, uko serikalini sasa, wewe unayesema hivyo, sitaki kumtaja ni nani. Amuka saa hii, una uwezo wote wa serikali. Rogota maumau wote. Si lazima awe na shamba. Uwezi kumpea pesa aanze duka. Uwezi kumpea kitu kingine asaidiwe. Uwezi kumsaidia afanye biashara. Kama mashamba yalikwisha, usigonganisha watu kwa mashamba. Wewe msichana yangu, mimi nakuona wewe ni mkulima. Na mimi najua hata nyinyi waandishi wa habari ni wakulima. Utakubali mtu aje kwa shamba yako ya eka moja? Nataka kuambieni hilo desturi la watu kwenda kwa shamba la family ya Kenyatta kusema chukua hii. Inasemekana ya Kenyatta ikikwisha watakuja mpaka wachukue eka yako moja kule nyumbani. Either Nakuru au Central Province au Nyeri, au Kericho au Uasin Gishu, shamba lako lichukuliwe. Jambo hilo ni la kugonganisha watu sana, na mnajua mambo ya mashamba Kenya ni mambo mazito ya una joto nyingi sana. Hatutaki mtu ambaye hajui siasa atumie siasa ya mashamba na maumau akifikiria kuna kitu anakuja kusolve Kenya. Anakuja kugonganisha watu. Na akitaka tumfundishe historia, tuko tayari kumfundisha historia. Akitaka tumwambie wale ambao unachokoza kwa sababu ya mashamba, Kenya hapana ya shamba ya eka 5,000 au 10,000. Kenya ni ya mashamba mamilioni ya eka. Kwani mashamba iko hayo yako na mzungu sasa? Yako na mzungu au yako na Mwafrika? Kwa nini wamuingilia mtu kwa sababu siasa za madharau, siasa za kugawanya, siasa za kugonganisha? Nataka kusema hasa sisi wa Kikuyu, mimi nikiwa Mkikuyu, nimeona siasa ya vita vya kikabila, nimeona siasa wakati wa mzungu baba yangu akipata shida na watu wote wanajua. Mimi mwenyewe nililala ndani ya detention camp ya mzungu kule Mau Summit kwetu Moro.
detention camp moja ilikuwa inaitwa Wageshobe, na tulikaa huko na baba yangu miezi mitatu nikiwa kama mtoto kidogo. Ya nani ya maumau unakuja kutueleza mambo ya maumau kama hatujui? Unatakiwa ujifunze siasa za kugawanya watu, kuunganisha watu. Hiyo siasa haitafanya kazi Kenya. After all, not more than 10 years if you be longest in leadership. Kwa hivyo badala ya kupoteza miaka 10 kugawanya watu na kuunganisha watu miaka yenu 10, rudisheni watu pamoja. Mweke umoja. Watu wapendane. Mkalenjini akubali kukaa na Mkikuyu. Mkikuyu akubali kukaa na Mjaluo. Mjaluo akubali kukaa na makabila yote, mkae mkiwa kitu kimoja. Ndio muweze kujenga taifa, kwa sababu uchumi hautajengwa na madharau na kujaribu kuchimba mali ya watu wengine. Hilo jambo ni jambo mbaya sana. Na sisi watu wa Rift Valley tumesema na tutasimama imara. We are ready to teach that man who is talking about mashamba yalichukuliwa na nani. Tutamuuliza, unajua Kenya ina eka ngapi? Tutamuuliza, wale ambao unasengenya sana unataka kugonganisha kwa mashamba, unajua wana eka ngapi? Tutamuuliza atuambie kwa hakika kama si chuki anayo au kuunganisha watu au kugawanya kabila la Wakikuyu. Sababu Kisema maumau na asema nini? Si anasema ni Wakikuyu alikuwa maumau. Si anataka kuunganisha Mkikuyu na Mkikuyu. Wakikuyu na waomba popote muliko. Sisi ni wanasiasa kama wanasiasa wengine. Na lazima uwe na kiti cha juu ufikirie utakanyanga wale watu wengine kwa siasa. Sisi hatutakanyangika kisiasa. Sisi ni wanasiasa. Tutakufundisha siasa hata wewe. Lakini siasa ya kuunganisha watu tumekataa. Mungu awabariki sana. Ngoja siku ya Jumanne twende NDC yetu. Jumatatu twende NDC yetu. Wale ambao wana mikutano yao huko, tafadhalini vijana, viongozi ambao mko huko, Uhuru alisema tukutane Nairobi. Na kama mungejua mungeenda kufanya mikutano yenu huko, mungekuja hapa, kwa sababu mwenyekiti wetu ambao tunamtabua hata Nairobi anaitwa Gichuru. Kama huko ndani ya register ya Gichuru, utaingia huko na jia gani? Kama huko ndani ya register wa Singishu, chairman wa Singishu, utaingia namna gani? Kama huko ndani ya register ya watu wa Nyeri, utaingia namna gani Kanini Kega? Kama huko ndani ya register ya ya Mombasa, utaingia huko NDC namna gani? Kila sehemu ina viongozi wao. Tulikuja kwa huu mkutano kwa sababu tuliitwa na kiongozi wa na hatutaki vita. Hata tukienda hatutaki vita. Tunataka amani. But we are ready. Na tuko tayari kufanya siasa. Kama siasa ni ya tuharibu, basi tutajaribu kutengeneza siasa iwe mzuri, tuharibu yeye ninyi mnataka kuharibu. Mungu awabariki sana. Tuko pamoja, tutaendesha pamoja, na mimi naomba watu wa Rift Valley na watu wa Nakuru na watu wa Kenya kwa jumla tuchukue umoja wa kitaifa. Tuwe wazalendo wa kitaifa. Serikali ambayo inaongoza, wache iongoze kwa sababu iko ndani ya kiti. Tuna shida gani na hiyo serikali ambayo inaongoza? Lakini tuna shida na yeyote ambaye hata akiwa ndani ya hiyo serikali atakaingilia mambo ya Jubilee. Jubilee is a party, a national party, registered as a party. We want to remain in Jubilee. You stay in your party, and in your government we have no problem. Na tutawa support, and we shall pay tax. Lakini sisi tax ya kuongeza mpaka mwananchi amenyongwa